Tukio yale yaliyofanywa maeneo hasa kwenye miji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya na Songwe, kwa vyovyote vile hayakuwa yakiungwa mkono, hayakuwa yakiungwana na ya kizalendo. Mzalendo hujenga nchi na sio kubomoa nchi iliyojengwa kwa nguvu na jasho la wananchi. Baba Dar es Salaam, baba Dar es Salaam, baba Samia Suluhu nyuma ya kuapishwa na kutangazwa kama president aliyochaguliwa mwaka 2025 nchini Tanzania, aliweza kutoa onyo kali kwa waandamanaji wanaoendelea kuandamana na kuharibu mali za wananchi. Lakini Afrika Mashariki imetikizwa tena baada ya siku kadhaa za maandamano makubwa nchini Tanzania. Taarifa zinazotufikia zimestabisha wengi. Samia Suluhu tayari ameapishwa, lakini nje kwa ground wananchi wanaendelea kuandamana. Haswa kupitia maneno ya chairman wa chama kikuu cha Chadema ni mpinzani pale Tanzania, John Heche. Awali aliweza kutangaza sababu nyeti inayosukuma wananchi wa Tanzania waweze kuandamana. Nataka tusikize kwa makini. Sisi katiba yetu hii hapa, na ndio tunataka pia ibadilishwe. Ibara ya 47 inasema hivi: matokeo ya rais yakisha tangazwa hayataenda kupingwa kwenye mahakama yoyote ya nchi. Imetangazwa, imeisha. Iwapo mgombea ametangazwa kwamba amechaguliwa kuwa rais kwa mujibu wa ibara hii, basi hakuna mahakama yoyote, ibara ya 41(7), hakuna mahakama yoyote itakayokuwa na mamlaka ya kuchunguza kuchaguliwa kwake. Hiyo ni moja sababu kuu inayosukuma wananchi wa Tanzania waendelee kuingia street na kuandamana. Na ujue usalama sasa hivi Tanzania upo tabani. Network ilishakatwa na serikali ndio wananchi wasiweze kusambaza kinachoendelea pale nchini Tanzania. Na jana ndipo Rais Samia Suluhu aliweza kuapishwa na kuchukua certificate ya kuwa ndio rais aliyochaguliwa mwaka 2025. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais. Mwenyezi Mungu nisaidie. Kinachoendelea nchini Tanzania kinazidi kuchanganya watu wote duniani. Ndani wanaapisha rais, lakini nje kwa ground wananchi wanaandamana. Na taarifa inayotufikia ni kuwa chairman wa AU alishatuma congratulation yake kwa Rais Samia Suluhu kwa kumpongeza kama rais aliyoshinda uchaguzi wa mwaka 2025 nchini Tanzania. Lakini wananchi wanazidi kuandamana, mali za wananchi zinaendelea kuteketea, usalama upo tabani nchini Tanzania, mambo tight. Maandamano yanaendelea sana kwa miji mikuu nchini Tanzania: Dar es Salaam, Mbeya, Arusha, Dodoma. Hiyo miji yote waandamanaji wanazidi kuharibu mali za wananchi. Ila kwa ushauri kutoka kwa watu mbalimbali, wanashauri jeshi kuchukua nchi kwa kulinda usalama wa taifa la Tanzania. Mmoja waliotoa ushauri kwa kushika nchi ni Jenerali mstaafu kutokea pale nchini Uganda. Alishauri jeshi la Tanzania kuchukua taifa kwa mikono yao ili waweze kulinda usalama wa taifa la Tanzania. Ila tena taarifa kwa sasa ni ya kutoka kwa Samia Suluhu. Nyuma ya kuapishwa amepiga marufuku ibada makanisani. Na ukumbuke hapa awali maandamano kipindi ilianza, tuliona wakuu wa makanisa wakifanya maandamano ya amani ya kuiombea nchi kwa hali ya kukosa usalama ndani ya taifa la Tanzania. Lakini kwa sasa Samia Suluhu amepiga marufuku kwa kufanya ibada. Kwa taarifa kutoka kwa serikali, imepeana onyo na amri ya kusimamisha ibada makanisani. Sasa hivi hakuna kanisa yote inayo
kubariwa kufanya ibada ndani ya kanisa kwa usalama ambapo unaovia kuwa upo tabani sana nchini Tanzania. Ila kwa upande mwingine ni habari inayohusiana na mpinzani Tundu Lissu. Inasemekana kuwa alishatolewa gereza na kupelekwa kambi la jeshi kwa kumuomba ongee na wananchi waache kuandamana. Hii ndio habari kwa sasa, tuonane in a next Also 7 Media TV. Tunawapenda sana. Nikukumbusha kuona kama uliweza kufinya subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupokea habari zetu za kila wakati. Shalom, shalom.